Maandamano yaliyopindua ufalme kwa kufumba na kufumbua. Walisema hakuna anayeweza kumpindua. Walisema mamlaka yake ni ya milele. Lakini walichosahau ni kwamba damu ya maskini haikai chini ikichemka. Na siku ilifika, siku ambayo ufalme mzima wa kijani ulipinduliwa kwa kufumba na kufumbua. Hii ni hadithi ya maandamano yaliyotikisa ufalme na kumgeuza mfalme kuwa mfungwa katika jumba la kifalme. Kijiji cha kijani kilikuwa sehemu yenye rutuba, yenye mito na mashamba mazuri. Lakini nyuma ya uzuri huo palifichika mateso na hofu. Kilitawaliwa na Mfalme Gumaro, mwanaume aliyepata kiti cha enzi si kwa damu ya kifalme, bali kwa ndoa. Alimuoa binti Miasa, mrithi wa kifahari wa ufalme wa zamani. Lakini nguvu hazikuwa mikononi mwake, zilikuwa mikononi mwa Malkia Samira, mwanamke jasiri, mwenye sauti ya amri, lakini mwenye moyo wa baridi kama chuma. Gumaro alipenda amani, Samira alipenda mamlaka, na hapo ndipo ufalme ulipoanza kuyumba. Chini ya utawala wa Samira, wananchi walinyanyaswa kupita kiasi. Kodi zikalipwa kila viongozi walipojisikia, wakulima wakanyang'anywa mashamba yao, na binti wa kijiji wakalazimishwa kuolewa na wazee matajiri. Rushwa, udhalilishaji na hongo za kingono zikawa sehemu ya maisha. Wale waliopinga walipotea kimya kimya usiku. Wakati huo huo, vijana wenye nguvu walichukuliwa kutoka majumbani mwao na kupelekwa porini kuchimba dhahabu kwa faida ya wakubwa. Kijiji kikaachwa mikononi mwa wanawake waliolia kwa uchungu na watoto waliokuwa wakikua bila matumaini. Miaka miwili ya mateso ilitosha. Vijana waliokuwa porini walianza kuona damu yao ikigeuzwa dhahabu za watu wachache. Hasira ikawa moto. Usiku mmoja, katika pango lililofichwa ndani ya mlima wa dhahabu, walikutana kwa siri. Walikuwa 13 mwanzoni, lakini ndani ya miezi michache wakawa zaidi ya 100. Hapo ndipo alipojitokeza kijana mmoja aliyeitwa Jafari, mlinzi wa zamani wa kifalme. Kwa sauti ya chini na macho yaliyokomaa kwa huzuni, alisema, "Mfalme Gumaro yuko upande wenu. Amesema sasa inatosha." Maneno hayo yakawasha moto wa matumaini. Walijificha, wakapanga, wakatengeneza silaha za kienyeji na kufundishana mbinu za kivita. Lakini walichosahau ni kwamba kila kundi lina mlaghai wake. Kati yao alikuwepo mtoto wa mmoja wa wazee wa kijiji aliyejifanya kuwa pamoja nao, kumbe alikuwa kinyonga. Kila mpango waliokuwa wanauweka aliuripoti kwa wazee wa baraza la utawala. Na usiku mmoja kabla ya mapinduzi kuanza, vijana walizingirwa na askari. Milio ya risasi, kelele na majeraha. Wengi wakakamatwa, wengine wakatoweka. Lakini siri moja ikabaki, msaliti akagundulika. Wakamfunga mikono, wakampeleka mpaka mtoni, na kwa hasira wakamtupa ndani ya maji. Maji yakameza siri, lakini hasira zao hazikuzimika. Siku zilipita, mpaka walipopata taarifa kuwa siku ya kumpongeza Malkia inakaribia. Ni siku chache toka siku hiyo. Siku kuu ya kumpongeza Malkia Samira ikafika. Kijiji kilikuwa kimepambwa kama paradiso. Ngoma zikipigwa, wanawake wakicheza, na meza zikiwa zimejaa vyakula vya kifahari. Lakini chini ya kelele hizo, mpango wa mapinduzi ulikuwa tayari umeiva. Jafari na vijana wake walipenya kijijini kimya kimya. Baadhi ya walinzi wa kifalme waliokuwa wamechoshwa na uovu wa Malkia walijiunga nao kwa siri. Hadi mfalme mwenyewe, Gumaro, alikuwa ndani ya jumba akijifanya hajui kinachoendelea, lakini macho yake yakichungulia kupitia dirishani kwa hofu na tumaini. Malkia alipoingia ukumbini, sauti za watu ziliimba jina lake. Lakini ghafla, taa zikazimika. Kimya cha sekunde 5 kikasikika, risasi moja ikivunja hewa. Walinzi 25 waliokuwa wake wakajikuta wamezingirwa na askari waliokuwa upande wa mfalme. Kelele, kurushiana amri na sauti za pingu zilisikika. Asubuhi ilipofika, wazee wa kijiji, walinzi na Malkia mwenyewe walikuwa wamefungwa mikono, wakipelekwa kwenye pango la siri chini ya mlima wa dhahabu. Walilindwa na wale waliowahi kuwatesa. Na kwa mara ya kwanza, wananchi wa kijani wakapumua kwa uhuru. Sauti zikasikika mitaani, "Hatutaki utawala wa hofu tena." Lakini usiku huo huo, kwenye pango lile, jambo la ajabu lilitokea. Walinzi walisema walimuona mtu akimvua Malkia pete yake ya kifahari mkononi, kisha akatoweka gizani. Haikujulikana kama ilikuwa pete ya sumu au ishara ya mwisho ya heshima. Mfalme Gumaro alikaa kimya, macho yake yakionyesha huzuni na hofu.
Huenda mapinduzi hayo hayakumletea amani au mzigo mpya wa siri na majuto. Na hapo ndipo historia ilipoanza kuandikwa upya. Lakini je, nani hasa aliyepanga mpango huo wa mwisho? Je, Gumaro alikuwa shujaa au alitumia wananchi kuondoa adui wake wa ndoa? Majibu yote yapo katika sehemu ya pili ya maandamano yaliyopindua ufalme kwa kufumba na kufumbua. We kwako unaonaje? Achia comment hapo chini. Subscribe sasa, maana kinachokuja kitakufanya uhoji kila kitu unachoamini kuhusu mamlaka, mapinduzi na haki.